Unatazama JCM TV, Injili ya huruma na utu. Point number 1 ambao lazima watu wajue ni kwamba altars exist whether you believe it or not. They exist. Madhabahu zipo, ukubali, ukatae nena na ndimi, ukatae kunena na ndimi, zipo. Mimi kama Apostle Levi 001, why do I believe that, why do I not believe? How do I know? Because ya kwamba kuna madhabahu. Mimi nafanyaga deliverance. Mapepo, majini yenyewe yanaongea, yanasema sisi ni madhabahu ya ukoo, sisi ni madhabahu ya shosho. They speak. Ni mimi niliachiwa utawala. Ni mimi niliachiwa hiyo. You understand that? Yes. So whether you believe it or you don't believe it, ipo. Watu possessed bado wako. Wapo na madhabahu. Ukumbuke topic yetu ni nini tunastahili kujua ya kwamba kuhusu madhabahu. Yapo. Uamini, ukose kuamini. Yapo. Hiyo ni point number 1. Point number 2, they operate with a reason and a purpose. Madhabahu hayakujagi kwa mtu just like that. Ina shabaha, ina sababu na ina malengo, na kuna mwenye ameituma. Very good. Ama anaiongelesha tot kabisa. Hiyo madhabahu haijakuja hapo bure. There is a reason hiyo madhabahu ipo hapo. There is a reason why kuna watu wako na madhabahu wanachinjiaga kondoo ama ng'ombe kila mwaka, kila mwezi, kila mwaka, hata kila mwezi, kila Ijumaa. Kila Ijumaa kuna madhehebu ya ushetani ya ushirikina yanafanyiwa tambiko every Friday. Are we together? Kuna ajali zingine unaonaga mambo mengine yanafanyika. You know, kwa nini nasema haya? Kwa sababu nimekamata mapepo yanaongea, yanasema hivyo. Sisi tunakutanaga Ijumaa kufanya 1 2 3. You understand? So mimi na mtu mwenye hajui ile huduma niko nayo atanipinga, ataongea venye ataweza, lakini mimi I know there is something you don't know. Kama vile mimi kama kuna ufunuo fulani ambao Mungu amekupa wewe na mimi sijaujua, nikiwa mpumbavu nitakupinga. Lakini mwerevu anafanya nini? Unatamani sana kujua. Manake ukiongeza knowledge huwezi jaa. We never get enough of knowledge. Kama saizi mtumishi, acha tunapatia mfano. Yes. Tuseme maybe mtu ni mkulima. Na maybe yalima mahindi, maharagwe, ama maybe akona shamba kubwa. Yes. Huyo mtu akuwe ya kwamba tuturu those things zinamsumbua. Zile huwa zinakuja zinafukua mahindi. Yes. Zinaendelea na kufukua, unapanda zenyewe zinakuja zinatoa. Yes. Sasa usipokuwa na wisdom kuziliko, ujue ya kwamba unatoka katika hii shimo, mnakuja nikipanda mahindi yenyewe mnakuja kufukua. Yes. Ujue ya kwamba kwa sababu nyinyi mnatoka katika hii shimo, nitadeal aje na hii source. Yes. Nifunike hili shimo. Chanzo. Yes. Yes, hii chanzo ndio sasa mahindi yangu yamee. Kabisa. Now tukuje sasa kwa huu ufalme sasa. Kuna mambo ambayo tunafaa sisi wenyewe tujue. Shetani anatumia mbinu gani? Yes. Anapitia kwa madhabahu gani? Anapitia kwa njia zipi? You know? Yes. Na without kujua neno la Mungu, tutakaa kama watu wenyewe ni Wakristiano lakini wapumbavu. Kabisa. Tusipojua ya kwamba kuna neno ambalo linasema funga mshipi, vaa kofia, chukua silaha, chepeo, kila kitu. You know, all those things. Tutakaa kama Wakristiano, shetani atuangalie hivi na tutekelea. Kabisa. Kwa sababu gani? Tunasema ya kwamba tunamjua Yesu. Tunasema ya kwamba tumeokoka. Tunasema ya kwamba sisi tunaenda kanisa. Kila wakati tuko kanisa. Hata kila Thursday, Wednesday, Friday tuko kwa fellowships. Lakini shetani akituangalia hivi anajua nyinyi hata kuattack ni just a second. Very good. The reason nakubaliana na wewe. The reason why hata last time nilipokuja nilikuuliza, Wakristo washawaijiuliza kwa nini wanaomba, wanafast, wanafanya kila kitu, lakini bado wanarogwa na wanarogeka. Na kwa mdomo yao iko ile story za kwamba Yesu alimaliza msalabani.
Sasa why? Mbona amalize msalabani na bado unarogwa? Mbona magonjwa ya Misri yanakukamata? Mbona unarushiwa vifo na vinafanyika? Kwa nini? Kwani huyu Yesu ni selective tu ukisikia kwamba utatoa dhabihu? You understand that? So you people should understand that. So the madhabahu inafanyaka kazi na sababu. Ndio unaonaka kuna familia, huyu ni ndugu ya baba yako, baba mdogo, baba mkubwa. Unapata hawa watoto wa hawa familia wamesoma, wameajiriwa, wana makampuni, wana mambo makubwa, wengine wako ng'ambo. Walitoka tumbo moja. And then the other family, baba mdogo, watoto wake wote hoi walevi, nini, kila kitu, yani mambo yote, kifo, umalaya, vita, yani nothing. Why? Because altars operate with a reason. Madhabahu hufanya kazi, ina select. Nasema hii, na wacha nikuambie Luka 11, na nataka mtu yoyote mwenye atanisikia, go and study Luke 11:21 to 26. That is, ukistudy hiyo scripture utaelewa mambo za vita. Biblia inasema mtu akiwa na nguvu zake analinda mali yake, ila akija mwenye nguvu kumuliko anampokonya silaha na chochote alichokuwa nacho. So when your spirit is weak na mwenye anakuattack ni strong from the other side, mtu huyu anaabudu ushirikina, amegangwa, amekwenda kule Tanzania, amepata kule kunaitwa Pemba, ameenda kule wanasemaga kuchukua zile kugangwa, na wewe mwokovu wa kuja hapa wa praise the Lord in whatever, my friend, huyu atakuroga, atakupokonya roho yako, ile watu wanasemaga nyota, utaisha, kwa sababu akona power kuliko wewe. Na watu wenye huabudu hizo madhabahu wanakuanga so serious. Niliombea mhubiri, niliombea mganga moja kule Watamu. Okay. He got saved. So nilikuwa nimealikwa kwenye crusade. So nikaambia pastor, ningependa tuongee na yeye. Because I wanted to know mbona wanashindaga wa Kristo. I really wanted that. Aliniambia mimi, baba mchungaji, ngoja nikwambie, hawa wa Kristo ni watu fake. Aliniambia hivyo. Nikamuuliza, sasa unasema hawa ni watu fake na umeokoka? Akaniambia mimi sijaokoka niwe Mkristo. Mimi nimeokoka niwe mwana wa Mungu. Maana Wakristo wengi si wana wa Mungu, ni mdomo. Akasema sisi tunawashindaga na kitu kimoja. Number 1, aliniambia devotion. Kuirutira. Ndio hiyo? Kujitolea, devotion. We want to serve this thing with the devotion. Number 1. Number 2, aliniambia sacrifice. Tunatoa sadaka za wanyama, za pesa, za binadamu. He told me that. Na uko katika ulimwengu wa roho. By the way, Nyambu, let me tell you something. What people don't know, na ninataka mtu yeyote ambaye ananisikiliza ajue hili. Katika ulimwengu wa roho, what attracts spirit is not prayers. What attracts spirit is not prayers. I don't mean that prayers do not attract spirit, but what attracts more is sacrifice. Mtu yoyote, na nitapatia watu example na mtu anaitwa Hana. Bwana yake Elikana alikuwa anaenda anatoa sadaka mara 2. Anatolea Hana na anatolea mtoto. Yaani anatolea Hana na anatolea mtoto wake, na yeye anatoa yake. Are we together? That is number 1. Alikaa hivyo, akakaa hivyo. Hana alishift, akatoka nyumbani, alienda kwa hekalu, alienda kukaa huko. Sasa akawa akiwa huko, she was prayerful. Wakati sasa amemzaa Samueli. Kabla alipoona ako nyumbani hapa na ana hizo sadaka, hata Elikana alikuwa anamwambia, unalia nini? Na wewe kwangu ni zaidi ya vijana 10. Lakini yeye anamwambia, you don't understand. Kejeli ambazo huyu ananipa ni nyingi sana.
So alishifti akatoka huko akaenda kwa hekalu. Alikaa hekalu. Alipokaa kwa hekalu bado alikuwa analia na kuomba. Nothing happened. But one night, maana ilikuwa usiku, alichukua dhabihu akatoa na akafanya maagano na Mungu. Akamwambia, ukinibariki na mwana wa kiume nitamrejesha papa hapa awe mtumishi wako. Akaweka dhabihu hapo. In the morning ilipofika, alikutana na Eli. Eli alimuuliza, mbona umelewa mapema hivi? Akamwambia, mimi utungu nilionao hauwezi ukaniruhusu nilewe, ni maombi niliyo nayo. Eli akaona sacrifice. Alimwambiaje? Hata hakumwekelea mkono, hakumwambia receive, hakumwambia bla bla bla. Alimwambia go home na kile ulichokuwa, kile unachokitaka ukakipate. And the Bible says that night akaconceive. Sijaona mtu ambaye ametoka fasting. Sijui mimi unatoka fasting and then the same night uko na nguvu ya kuonana kimwili. But that night huyo alifanya na ikapatikana. Mbona siku zote alipokuwa anaomba analia haikufanyika? Alipotoa sadaka ndio ili attract spirit of miracle, akapata mtoto. Saa zingine mtumishi, kama venye nimekuelewa na ufunuo, huwa inatakikana sisi wenyewe na vinywa zetu tunene. Yes. Tuseme kama saa hizi kwa kanisa, tuseme kama dini mingi huwa anafanya hivi, wakienda kutoa sadaka na pale mbele maybe unaenda na bahasha yako, unaenda mtumishi anakuambia inua bahasha juu tuombe pamoja. Kinywa cha mtumishi hicho kinaomba, wewe ndani yako tu umenyamaza. Mimi naonelea ni kwamba kama venye the way I do myself, nimechukua bahasha naenda pale mbele kuombewa, kwa sababu ni kutoa ninatoa, maybe ni tithe, ni kutoa ninatoa. Mtumishi akiomba yake na mimi naambia Mungu, Mungu nimetoa hii sababu ya kitu fulani na fulani na fulani. Yes. Mungu tayari nakuomba tu nitimizie, na unawekelea. Na yale ya mtumishi ya kuniombea sababu yeye yako juu yangu inanifunikia. Kabisa. Very true. The other thing that people should know, a servant of God is a connector. Yeah. Is a connector. What umetafuta kwenye ulimwengu wa roho, yeye akakuwekea mkono ina connect. Kuna watu wanasemaga mimi najiombeaga kwa nyumba. When I hear that arrogance, na muangaliaga mtu tu. Yes. Ukisoma New Testament inazungumzia kuhusu nichagulieni, set aside for me so and so. Nao mitume wakaweka mikono, roho ya Bwana ikaja juu ya mtu. Yes. So what does that tell you? Inakuambia kwamba lazima mtu huyu wa Mungu, sio kila mtu huyu wa Mungu aliyochaguliwa kwa hiyo, for that grace. Ukumbuke vile tumeanza ya kwamba nani atakayekwenda kukwea? Kaambio ni kabila la Yuda. It is this person, si mtu yeyote. Yeah. Umesikia Kenya tumeambiwa hapo, kwa hiyo neno umetusomea. Walipo Mungu alikasiri, unaona amepeana ushindi. Lakini instruction ilikuwa nini? Muende mkiwaua na muamalize. The second assignment is for you to destroy the altars na vinyago vyao. Wale walipoenda wakaona ushindi, wamewamaliza nini, they choose not to destroy, and God was so angry. Mungu alikasirika sana. Basi akamtuma malaika kule Bokimu, akawaambia, akawakumbusha, niliwatoa nchi ya Misri, nikawaleta, niliwapa mashauri kwamba muende mubomoe hivi na hivi, nyinyi mumefanya opposite. Alisemaje Mungu? Basi kwa sababu nilifanya maagano na babu zenyu, sitalivunja hilo agano, lakini madhabahu haya ambayo hamukubomoa na hizi vinyago, ibada zao zitakuwa mtego kwa maisha yenyu siku zenyu zote. Ndio maana Mungu aliambia Gideon, kwanza bomoa madhabahu ya baba. Bomoa madhabahu, ndio kabisa. Madhabahu ndio hubeba siri za familia, ndio hubeba vifo za familia, ndio hubeba utajiri wa familia, depending ni madhabahu gani. Diposa na uangalia watu wote ambao Mungu alitumia kwenye Bible, wote walivunja madhabahu ya ukoo. Everyone. Na mimi naambiaga watu wa Abraham wako wa Mwisraeli,
alitolewa akaja akafanya ibada za kuzalishwa katika anga hiyo ya covenant ya Mungu. But people don't. That's why people today, hata ukiomba Mungu wa Isaka, Yakobo na Ibrahimu, those blessings or that spirit cannot come upon you, kwa sababu kuna vitu hujafanya ambapo wao walifanya. Spirit begets a spirit. Tumeanza na kusema kwamba madhabahu usiyoihudumia haiwezi ikakuhudumia. Roho usiyoihudumia haiwezi ikakuhudumia. Hawa walifanya mambo, walijikana, wakafanya. Wewe hutaki, wewe unataka. Angalia siku za leo, watu wanapenda prophecies. People like prophecies and I have got nothing against prophecies, but people want nitabiri. Hata mimi wakati nahubiri live, nikiwa katika live, watu wanakuja, mtu ananiandikia message hapo, nitabirie, can you see for me what is going on in my life? You understand that? So my point is this, there are things, ni wewe, ni mpaka wewe, it is you to put your hands on it, ndio sasa izaliwe ndani yako. Yesu alisema uwezi ukapeana ile kitu hauna. You cannot give what you don't have. Can I tell you something, Nyambura? Unaona gai watu wanaenda kusema tunaenda kutafuta baraka kwa wazazi, parental blessings. I have seen so many people walipoenda, badala iwe baraka ilikuwa kalaha. Kwa nini? Kwa sababu muzazi, baraka si kuambiwa na mama yako ama baba yako, nidakurathima, nimekubariki. Baraka is a spirit. Kama kitendo ambacho mama yako, na nimekuambia kwa ulimwengu wa roho hauwezi ukadanganya. You don't lie. Ndugehena ni ya kiroho. You can't. Mama yako hakufanya kile wewe unafanya. She never did that to her parent. Mama yako hakufanya hiyo. Alikuwa anamtusi mama kama kitu hicho. Very good. Sasa katika ulimwengu wa roho hauna bearing, hauna mahali pa kushika. Hauna mahali pa kushika useme I bless my daughter, I bless my son. You don't have. So inakuwaga ni drama. It's just drama. Sasa huyo mtoto sababu yeye anajua mamake ajui whatever happens. Ajui hiyo, but spiritually you cannot. That's nikuulize, kwa nini watu wanaenda kanisani wanaambiwa nimekuombea ubarikiwe na watu wabarikiwi? Because if the priest is not mwenye anakufanyia hiyo ibada, kama hayuko na hiyo nguvu, haiwezekani. Na wewe kama hujajitayarisha, kuhani anaweza kuwa ako tayari lakini wewe hauko tayari. Yeah. So kuhani kama sasa mimi nikija hapa, by the way juzi nimeomba, nimekuwa kwa madhabahu, nimeambia Mungu unipe neema niongelesha watu, Bwana neno lako lifungue watu. I prayed about it. So me I have prepared myself. I remember mtumishi ambapo venye umesema ya kwamba mzazi mwenye hata kupokea baraka za mzazi wake kukuja sasa kwa mtoto wake ndio mbariki, inaweza kuwa maybe ni a bit harder. Yes. Na kama huo mzazi tena hajui Mungu, inaweza kuwa hard. Nikakumbuka mtu kwanza mwenye napenda sana na alifanya kitu ya maana sana. Ni mama ya Mika. Wakati huo mtoto aliiba pesa za mama yake, kitu ya kwanza alikana. Mamake akatoa laana. Lakini mwisho akakuja kujua ya kwamba ni mtoto wake alichukua. Na alikuwa amewaambia mtu waseme kabla hajaachilia laana. Yes. Sasa huyo mzazi kuna kitu ya maana alifanya. Soma hiyo Biblia vizuri. Alichukua hizo fedha, akaenda kwa madhabahu. Akaenda kwa kuhani. Akapeleka kwa madhabahu. Ndiposa mtoto wake chenye aliongea ikatike. Very good. So people should understand there is baraka si nitakorathima, I bless you. It is power. You work for it. It's a spiritual thing. Hata wahubiri, there are so many pastors that does not understand this. Tenu ni kuria shiari na ndio nikitwambia topic ino na ndaika ni shiari ndio kalito gwika kari forward ya part 2. Ni kuria shiari mathoire ciana cia omuru. Kabisa. Ni ciana cio ni cimenetwo ni aciari. Yaani mimi mwenyewe najua mamangu ananichukia kabisa. Hakuna chochote anachoona changu kizuri. Very true. Ananichukia kabisa. Nimejaribu mpaka kufanya hizo parento. Nimejaribu mpaka kumjengea. Huyo mama hakuna siku hata moja amesema asanti. Rumuru to shiori
nyina ni amuthuire ndamwendete nitamumenie kuma umanda nitari an outcast you know nginyo muthi uyu mwana turaga na mathina andu aingi I'm very sure mtumishi wako pale wanataabika wakijiuliza nitaleta aje uhusiano wangu na mzazi itarudi aje because I love my mother I love my father ninajua kwamba maandiko inatuambia kwamba sisi watoto tunatii wazazi wetu nao wazazi wanasikiza watoto wao sometimes lakini imekuja vice versa nitafanya aje ndiposa nipokee hii baraka ya mamangu baraka ya babangu. Very true. I know they are there. Wanajiuliza mimi hata saizi nikataka maybe kupelekewa mahali siwezi nikaita mamangu hata nikifanya kitu siwezi nikaambia mamangu kabisa, kwa sababu naonanga ako against me hata watoto wangu wakifunga shule siwezi wapeleka ushago kabisa kwa sababu we go back to our topic, the source. Ni madhabahu gani inafanyaga kazi kwako? Ni kigogona kiri kukiruta wira gwako, which altar which altar this mother ambaye alibeba mtoto wake miezi 9 huyu akaenda akajifungua, alafu amejifungua, alafu anamchukia proper na anamlaani. Hata nimekuwa na watu wanasema mama yangu alikuwa anatuita malaya, anasema wewe nini vitu kama hizo, na eventually unapata ule mtu wengine wanakuwa hiyo yenye waliambiwa na wazazi na wengine haikui. Ni nini inasumbua mama? Hata hajui. Hakuna mzazi anaweza akalaani mtoto wake akiwa nomo. Gutiri muciari ungiruma mwana wake enomo. Kile kiko nyuma yako, the spirit behind you is not the spirit of God. Jua hata Mungu wakati alipata Adam na Eve wametenda dhambi akaachilia laana. Then akakaa hivi akaona hapana. Hawa watu hawafai kulaaniwa. Kabisa. Akamtoa mwanawe wa pekee. Tukakombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Huyu mzazi mwenye amekataa kujitolea juu mtoto ampende. Madhabahu hayo ndio yanamsukuma. Roho ngumu. Hata kuna watu wewe uone, kuna wazazi wanafikaga wakati anataka kukufa ndio anatumana nitieni fulani na fulani, she's about to die, anamwambia mimi najua tulikosana bla bla bla, tumefunguana, can I tell you something? Uongo. And I want mtu mwenye anatusikiliza sasa hivi atuandikie mahali kwa simu yangu ama kwa simu zetu zote, whatever, wale ambao mama yao walikuwa anaaga na walikuwa wamechukiana kabisa, akamwambia, sisemi hakuna mmoja, lakini wengi ni wale, that word never worked because it is not from the right altar spirit. Unasema maana unakufa, mimi sina ubaya na wewe, mkae na amani, then she dies. Unakumbuka Ruben alipolaaniwa? Musa ndio alikuja. So ndio tumalizie hapo, ule ndio laana iliyo ndani ya familia. Haiondoleagwa na hizi, inaonaga watu wanasema wanaenda kuchinja. Inaondoleagwa na kuhani, the true servant of God who are the spirit towards that, hiyo grace ya kufanya hivyo. So wala wote mnateseka juu ya nini? Maisha ni roho. Hawezi ukawa ulifungwa na madhabahu ambapo kondoo zilichinjwa tena uende mchinje ingine. Hakuna. Musa ule mtoto ule Ruben alipolaaniwa, Musa alikuja kuwafungua through the spirit of God. Wow. Yes. Sana mtumishi. Nashukuru sana sababu najua ya kwamba kuna mambo tumesoma about altars. Na nakwambia text zenye ziko hapa ni mingi. Nitasoma tu moja. All right. Hello, and hope you are doing well. I'm happy that I've seen you in JSM TV. Na mimi nasema ya kwamba Nyambu, mimi kwanza mamangu ananichukia sana. Hata watoto wangu hawezi enda huko kwake. Alisema ya kwamba hata watoto wangu wasiwahi kanyanga. Sitapitisha hapo, ni mingi sana. Mwiroreri wada gukorwo kienda kumenya maingi megi horo wigi magongona kana kigongona, no woe namba ya mutungatiri mwaranirie nake after this, na yokorwo igucokerie ciuria, na no muhure kana mwandikire ndomereri ya nguhi. Mutungatiri tuombe, patie namba zako za simu tumalize. All right. Ninashukuru sana mtazamaji wangu mahali ambapo unanitazama, from where you are watching me from.
Asanteni sana nyinyi ambao mliochagua JCM TV leo. Mungu awabariki sana. Majina yangu ni Apostle Levis 001 na ninapenda kukupatia namba zangu za simu ni 0720440297 0720440297. Jambo lolote ambalo unaweza kuwa nalo, swali, simu, whatever. By the way, hata support kama uko nayo unaruhusiwa. Na namba 2, kama unaweza kuwa Nairobi na kukaribisha kanisani pale Utawala, unashuka stage inaitwa Amani. Niko na branch ambao nimefungua pale, ni kanisa changa sana. So for now niko hapa Nairobi kidogo kwa ajili ya hiyo kanisa. So ninakukaribisha and God bless you. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Our Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, ninakushukuru kwa sababu ya mtazamaji ambaye amevunjika moyo, huyu ambaye amefika mwisho wa maisha yake, huyu ambaye anauliza Mungu alienda wapi? Bwana Yesu, yeyote aliyetutazama leo na yule atakaye kuja kutufuata katika nyanja za media, Bwana Yesu akapokee baraka. Inua roho ya huyu mama, inua roho ya huyu ndugu katika jina la Yesu. Navunja kila madhabahu, roho zote za kuzimu, ninaachilia neema yako juu yake. Mtendee, maana wewe ni Mungu. In Jesus name we pray. Hatuwezi kusahau kumwombea mchungaji Ben. Bwana Yesu kazidi kumpa neema pamoja na JCM fraternity. In the name of Jesus Christ we pray that you may bless them. In Jesus name. Amen. Thank you muno makiria. Umureri thengere tondo kunyitanira hamwe nani wigiririe nginya mathaa twatindika